lakini sasa kuna ile kuzuia mali ya mtu binafsi, kama ni mambo ya mashamba, kitu nataka lilete vita. So hiyo ni mgogoro wa nyumbani, naanza na mipaka na mambo ya urithi. Urithi usipokuwa na utaratibu inaleta maafa hapa. Manake wazazi hawaleti utaratibu mapema na kuweza kuweka mikakati kwamba unagawa ukiwa hai, na hata ukiwa hai kila mtu apate title yake. Kila mtu akipata title yake anajua mipaka yake. Manake saizi ndio chanzo ya mambo hapa, yani nimepata kuchukiana ile kuliko hata wale ambao hawajuani. Juzi wale nikatakata mama hapa wamewekwa miaka ngapi? Na kuna tako. Kuzi ndio vitu ambazo nipaswa kusubiri. Kama sasa tunaingia kati. Hata mwenye ako nayo anataka kukaa bwana kubwa zaidi. Sasa hata kugawiwa, umegawiwa hii. Ukishapata bado unasongesha inchi moja. Inchi moja. Tumezipoteza rafiki zetu, tumewapoteza wapendwa wetu, hatutawasahau kabisa. Alright, asante sana basi bano mwanchomo tegerelio radio Vuna 102.0 FM kideke 13 cyabutukira mega chinsa ibere cyobutuko bwalero Vuna na kolirira kurabuli tangani mwanchomo tegeri ngo batwale ngino mageni gaiga studio nero mukomanda wa Nyimbase County ya Kisii Francis County tayari no ari gaiga studio sibali moko ligereria igotore live ali se YouTube gwetera Vuna TV na bakonyera ko bagoko ligereria stage rabeneke magali Vuna TV aso mutandao YouTube kubwati chingwane chiga yemo ase yemo lakini sibono ntaranyero ko banko molenta sembeo ubonere kawido mwancho mutegererigo ngo kwalipa ko mwari ganyo magani ase studio na sobo tukobwalero ngo sabo kwa biranga go turatume ko mono bige Swahili aso kwene kinga ngonyara ko bale tuko iguana na ase obwamo sibono teto kwalipa unyara ko bago ko ngari ganyo morai ase studio ntarambolenta sembeo Vuna radio hello ihi were byo butubuli nago ehe ehe. Alright, asante sana. Asante mutubuli nago. Vuna radio hello. Yes. Alright. Alright, asante sana Salome. Vuna radio hello. Yes. Alright, asante sana Pacifica kutoka Nyamasiri. Vuna radio hello. Hello. Yes, madam, ningewede. Yes, Gladys. Asante sana Gladys. Ekerongo buguli bere chomwele. Vuna radio hello. Tuko salama. Nam. Wow. Asante. Asante sana. Vuna radio hello. Hello. Yes. Hello. Yes, Pastor Francis. Yes, nakupata Francis Pastor. Yes, Francis Pastor, nakupata vizuri. Okay, samani ni kama tupatane vizuri lakini asante sana basi msikilizaji vile vile na kukaribisha moja kwa moja usiku huu wa leo ili tuweze kuzungumza naye kamanda wa polisi kwenye kaunti ya ujimbo la Kisii Bwana Francis County ambaye tayari ashatua huko studioni hasa tukiangazia masuala ya usalama wakati taifa linajiandaa kwa sababu ya uchaguzi mkuu ujao, wakati inaachilia kitambulishi tu cha kuonyesha kwamba tumefika katika wakati wa kuwa na mazungumzo
katika mpango wa Abarai na Magendro, ukipenda viongozi na maendeleo. So dakta kabisa, basi bwana Koli, karibu sana katika studio zetu za Radio Vuna 102.0 FM. Tunazungumzia kiongozi ambaye ashapokea tuzo kadhaa ikiwemo ya KNBTC Mobilize of the Year Award 2021, tuzo la serikali la OGW, kiongozi vile vile ambaye ashapokea tuzo la amani au Peace Award for National Peace Building and IPOA, na vile vile tuzo la utendakazi bora ukipenda Distinguished Service Award. Ndiye kiongozi ambaye niko naye hapa studioni. Karibu sana bwana Koli. Asante. Sijui siku hiyo kupeleka namna gani? Na tumekuwa na, ilikuwa ni siku ya wanasabato na ikawa wengi walienda makanisani. Mimi kaa nyumbani nikiangalia mambo na ripoti za kazi. Na pia kuweza kwenda gym, kwenda pale kufanya mazoezi kidogo. Okay. Alafu ndio kujiandaa kuja hapa ili kuwa na mazungumzo na wananchi wa kaunti hii nzuri ya Busongo. Okay. Alright. Vile umesikia hata wengine wanakusikiliza kutoka kaunti jirani. Ninashangaa, nashangaa sana. Alright. Inafutia. Karibu sana. Asante. Kwa faida ya msikilizaji usiku wa leo, labda tunapoanza tu katika jimbo la Kisii, hivi majuzi ama miezi ambayo ishapita, kumekuwa na labda mambo mawili matatu ambayo yanaonekana kidogo kuleta uoga. Labda tukianzia mwaka 2020 mwezi wa Septemba, wakati naibu rais alipofanya ziara yake huko Kisii kwa sababu ya mchango kwa wanabodaboda, kulikuwa na rabsha katika mji wa Kisii. Unapoangalia hivi majuzi, kumekuwa na viongozi au wananchi kurushiana maneno hasa katika mikutano ya kisiasa. Vile vile ukiangalia uchaguzi mdogo wa Bonchari na Kiamo, kama wengi waliona kwamba kulikuwa na rabsha kidogo kidogo. Wakati unaangalia mambo haya yote, labda mwananchi ataona ni kwamba kuna uoga hasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu ujao, hasa katika jimbo la Kisii. Wajua kitu ya muhimu hapa ni nafurahishwa sana na vile mnavyoona mambo haya. Wajua macho tulipewa kuyaona na masikio kuyasikia yanayotendeka. Wananchi wengi wanaweza kuathiriwa na mambo haya yanapotendeka, ili wengine hata wawezi kwenda kusikiza wa viongozi wao. Lakini haya yote tisa, mimi husema kwamba ni nani wanaweza kuyasimamisha mambo haya, na pia kuuliza wananchi wako na majukumu yapi, viongozi wana majukumu yapi, na mambo ambayo yanatendeka yaweza kusuhilika ama kusuhiwa kwamba isitendeke, na mikakati gani tumeweka haya mambo ambayo tuliyaona yasifanyike, ili kila mtu ambaye ana majukumu afanye kazi yake na kila mtu pia aajibike. Kuna sheria sawa katika nchi, lakini watu wapuuzilia mbali ili kuweza kuleta watu wengi wanapoenda kwamba kutafutia kazi mbunge, imekuwa ni vita, na ni mtu anataka kazi. Kazi ya siasa hakuna tofauti, inatakana isiwe na tofauti nyingine, kwamba mimi nimetuma application ya kazi, kuja hapa tukusikize what you are doing, ile kitu nafanya, you are coming for vetting. Wananchi wa kupiga msasa kulingana na matendo yako ulioyafanyia wao, na wanaona kwamba umetosha. Na ukiona Kisii utapata, nimeona mambo mengine hapa nimeyasoma,
wanatazama mtu, wanaona mtu, haoni wewe sijui ni chama gani mtu. Siasa ya hapo ni tofauti. Lakini mtu anapotafuta kazi ni lazima atafute na nguvu, ni lazima achochee wananchi, ni lazima awe ni mtu ambaye anatafuta kazi kwa uadilifu, na ni mtu ambaye anaheshimu wale watu wa kumpigia kura. Kwa hivyo ni majukumu yapi tuko naye kama wananchi, majukumu yapi viongozi wako nayo, na polisi majukumu yake ni gani? Na baada ya hapo, ili kila mtu aweze ili kuweza to meet their expectations, kila mtu tunakuja pamoja tuweke mikakati. Na tunapoweka mikakati tunakuja utekelezi, implementation. Tunapokuja utekelezi, sasa mambo yataenda nyoe, kila mtu atakuja kusikizwa tu na aende zake, alafu baadaye kura yako itaamua ni wapi. Okay. Labda tunapozamia suala hilo, kwa mfano Aprili 4 mwaka huu kulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa anatafuta kiti cha eneo bunge la Bombababu, anaitwa Thomas Sondari, almaarufu kama Sandona, kupitia chama cha ODM. Aliweza kuuawa na tume alizikwa juma lililopita. Na hili linazua swali, hawa viongozi, tukianzia hawa viongozi ambao wanatafuta vyeo mbalimbali, usalama wao ni jukumu la nani? Ni lenu kama wanapolisi, ama wao wenyewe ndio wanahakikisha kwamba usalama wao wamejihakikishia? Jambo la kwanza tunasema kwamba usalama wa mtu binafsi huanza na yeye mwenyewe, hasa viongozi. Unapoingia katika viti hivi vya ubunge ama ya kutafuta uongozi kwa kisiasa, si kitu ambayo wewe unafikiria tu kwamba ni kitu mchezo. Ni kitu unatakana you consider many things in terms of security. Usalama wako iko vipi? Ndio unaona wengi pale wana vijana, wanatembea na vijana nini. Lakini walioanzisha hiyo mambo na vijana walikuwa ni njia moja, haikuwa ni njia ya usalama vile. Ilikuwa ni njia ya kuwarai vijana, kuwaleta vijana tu waonekane kwamba kuna vijana hapa wamepata, natafutieni kazi. Baadaye ikageuka kuwa ni mambo na usalama. Mpaka wengine wakapanda ngazi wakajiita bouncers, wengine wakajiputa wanajiita pale black is you, men in black. Sasa lakini mambo haya yanakuonyesha kwamba umekuwa hatujakomaa kisiasa. Unapoona watu wanaanza kupigana, watafuta maisha mwenzio, ni kutokuwa na ukomavu katika siasa. Hiyo ndio inaweka tu dosari. Lakini kwa sababu ya swali uliouliza ni kwamba usalama upo wapi? Polisi hawezi kuwekwa kwa kila mtakakiti ya siasa, maana ni wengi sana. Ni wengi sana. Ile kitu watu tunasema kwamba wewe ikiwa mwanasiasa, mahali unakoenda umejulisha polisi nafasi yako. Unapoenda sehemu fulani, mjulishe OCSB nitakuwa mahali fulani, ili askari wa patrol area hiyo. Mimi nitatoka sehemu, ili wewe uwe na mawasiliano na vitengo vya usalama. Tunawapatia priority. Sasa kama wewe mwenyewe huwezi kuwa mbunifu, na ndio nashukuru radio hii ya Vuna kwamba ni vizuri ama ni vyema kuja hapa kuelezea watu kuhusu usalama yao, kwamba unapoanza wewe kisiasa uwe na mawasiliano ya mara kwa mara na
kutakuwa na ile operational gaps. Manake ukupatie mambo kamili ya kuweza kuyapangia. Isitoshe, hao vijana ya wanasiasa ambao wanarusha mayai, sio kwamba hawajulikani. Sisi polisi tunafanya saizi ile kitu tunaitwa profiling. Kila camp, all those who are involved in that camp, tunafanya saizi kitu tunaitwa profiling, and we are preparing their files. Kila mtu atabeba msiko yake, baada siasa ikigonga tuta, siasa imeisha. Kila kijana aliyehusika, manake kuna watu wetu ambao wanachukua mapicha, na kuna watu majina tayari wananchi wametupatia. And that's why I'm saying there is a role of that members of the public play. Saizi wametusaidia pakubwa na majina ya kila kampu na vijana ambaye wanatumika kuwa ni wa usalama, hata wale ambao mrengo wa fulani tunawajua. Sasa tumeweka faili ya kila mtu na vijana ambao husika. Kwa kila kijiji tulikuwa na wazee wa mitaa, tulikuwa na wale watu ya community policy, wanatupatia haya majina ya kila kampu ya vijana, manake wanawajua. Ile kitu iko sasa tunafanya, nani alikuwa pale hivi, nani alifanya hivi. Sasa we are collecting data so that kesi inapoenda hakuna kuruka. Manake walikuwa wametuchezeaga hapo mwanzo. Sasa ni kuweka katika utaratibu ya polisi. Sisi tunakumulika tu, picha tunachukua, tunaweka file. Anytime tukiona wanazidi zaidi tunaonya wewe. Ukisikia tayari umeonywa na ujua kwamba chuma chako kimotoni. Tunakuonya hii kitendo wachana naye. Yule aliyejaribu kwa mfano walipigwa. Walipigwa wengine hapa hospitali, juzi ndio wametoka. Sasa ukipigwa aliyekutuma yuko wapi? Sasa kampeni utaenda tena, manake mabavu zako simfunjwa. Wewe ulienda pale ukaanza kususha hii dini, ukaenda mkutano wenyewe. Ikiwa mkutano ni ya Jubilee, wewe mtu ambaye ni wa chama kingine hutaki kuyasikiza, kaa mbali. Ikiwa wewe ni mtu wa UDA, unafanya mkutano yako, wale pia wachia wale, manake yule mtu atakaranga hao watu wote wawili ni mwananchi mpiga kura. Wanatongoza wote mwananchi, msichana anaitwa mwananchi, mpiga kura ndio anatongozwa. Mimi ni bwana mzuri, mimi naweza kuruka juu bila mabawa, mimi naweza kusalisha mayai kila mtu apate kuku. Hiyo watu utaongea lugha, wewe mwananchi mwenyewe ndiye atapendezwa na yule atakaye anayemdhamini kwamba huyu anaweza kunifanyia maajabu haya yote ambaye nasema. Ambaye hata unajua hii watu hata ujue atasema ni watakubatiza leo ni pastor, kesho nini. Hawajulikani. Kwa hivyo ile utaratibu upo ni kwamba ikiwa mwananchi tusidi kuleta hawa watu majina. Ili tuchonge hawa na mapema. Ili akisi tunawaita, sisi tunaendelea kuwaita na kuwaonya. Endelea hivyo, usiende hivi, fika mwisho. Yes. Asante sana. Tunazidi tunapata tu kopo la maji, kisha tunarejea mpenzi msikilizaji, wakati vile vile na kukumbusha kuhusu umuhimu wa kuhakikisha kwamba umejisajili na bima ya afya NHIF, hasa wakati huu ukiwa labda umepata umegonjeka, au mmoja katika familia yako amegonjeka. Ukiwa umepata bima ya NHIF, inakuwa vizuri wewe kuweza kupata matibabu kwa urahisi. Yaani kuna mnatangaza hii mzuri. Mnatangaza mabima asinka yao nerega ngenene asuri buno mungu. Akiye kolera NHIF ere yengencha asuri. Kutwara NHIF kugokonya kurinda abare bwanjike asekeria kubotanga kurwasi wengine wanaumia asigishiringi kimisa n'abimanyi gokonyora especially kama bodaboda ukiumia hebu yana bima abari bakogenda asikinka kibese cyo komaroro munyagitari abasubati koipora okobarwa ogosibye kinyigo wakwebicha ya radiology umuchando bwobongo nembwa ukoringori bwayere ya kansa mebasokana sikipara amona kugenda isiko yense korwariwa endo bogima bwamambi we family yao asoko erikya na NHIF eriyo kubakonya aye amone family kurwa kana chibili chenye gitari kitabwenerati kwa wananchi ama kwa wale wananchi wakisikiza Batasta 155 hash wese wa kesi mibusase namba enoti misato enoti isano ibere enoti isano enoti ayemo yo wiri chelero. Kuna wale mashabiki sugu wenyu uko nao unawajua mche n'umunyakiombe ayerende kama unataka majina wale sugu
na nilikuwa nataka kujua ile sugu ni nani. Wamepiga saizi masimu? Walipiga. Ne, alimunya kiombe wa NHIF. Watapiga Muri geti na NHIF. Ndio nitose ko mumenya kiombe wa NHIF amanyara mangole gokerie. Au watajaribu sana kuhakikisha ikishindikana kwa simu. Mkonyi wa excellence, ultrasound, maternity, asaba ngina bibu maternity, renal dialysis, solusi manyinka na mayanda manke. Watatariki na njo muge lianbuka po twin boy. Kile hiki utakirechiza kwa chamambia asumuru bujuma kipya. Kumanya manki igoro ya NHIF supaka. But I want those ile mama ile sugu alafu taniambia. Okay, sawa. Alright. Asante sana. Mwancho Mtegeli Radio Vuna 102.0 FM. Wakati tunaendelea na mazungumzo hapa studioni tukiwa naye kamanda wa polisi kwenye jimbo la Kisii Bwana Francis Kooli ambaye yuko hapa studioni kwa faida ya kumsikilizaji. Jua kwamba unaweza fuatilia matangazo ya moja kwa moja kule katika mtandao wa YouTube kupitia Vuna TV na vile kwa wavuti www.radiovuna.co.ke. Ukiwa na swali lolote niandikie vile kupitia ujumbe mfupi kwa nambari 0706102102 na vile unaweza nipata kupitia ukurasa wangu wa Facebook Radio Vuna 102.0 FM. Labda bwana kamanda, wakati na kukaribisha tena tukiendelea katika swala ile ya usalama hasa kwa likihusiana na mambo ya uchaguzi. Sijui wakati huu kumeonekana hasa semi kali zikiwa zinasambazwa kupitia kwa mitandao ya kijamii. Naam. Hasa mtandao wa Twitter na vile mtandao wa Facebook, hata kwa jumbe za WhatsApp. Unapata hasa mambo ambayo yanasambazwa kule, yanaenezwa kule ni mambo ambayo labda yanazua chuki miongoni mwa wafuasi tofauti wa wanasiasa. Sijui kama idara ya usalama mna jukumu la kuhakikisha vile mnafuatilia hayo, kuhakikisha kwamba kuna ile discipline inatakikana katika yale mambo ambayo yanazungumzwa kwenye mitandao, tusije tukakuwa na watu kukosanishwa. Naam, kuna sisi kuna kitengo ambayo inafanya hiyo kazi ya kuweza kuangalia kwamba mienendo ya wale watumishi wa mitandao tunafuatilia kwa kina zaidi. Kuna wengine hapa wamekosa nidhamu, wamepita utaratibu ya kuweza kuweka mambo katika hizo mitandao. Unapata wengine mtu ambaye amefiliwa, mwili ya mtu ambaye ameaga, wakachukua picha hicho wakaweka kwa mtandao. Ni makosa. Wacha mambo ya siasa peke yake na matumizi ya lugha chafu ambaye inaweza kuzua furugu. Hiyo ni baadhi ya vitu. Na kama wangekuja kutaka ile labda tutakuwa itabidi nyinyi journalists muweze kuwapatia utaratibu. Manake hii ni kitengo yenu. Muhamasishe wao kwamba katika work ethics yenu si mzuri kuweka hizi vitu. Kuna vitu vile namna inavyowekwa katika maandishi na mambo ya kusua vurugu. Sisi tunaangalia kwa kina, na zingine huwa tuna pull natolewa. Okay. Ama wengine unapata wanaonywa, unapata wengine wanahojiwa, wanaitwa kuhojiana kwa mahojiano. Ni makosa sana. Yule ambaye mwenye hiyo account si mwanasiasa. Mwenye hiyo account ndio anabeba mzigo, kwa sababu ile content mwenye kuipa ruhusa ya kuweza kupeperushwa hapo ni mwenye hiyo account. Kwa hivyo yeye mwenyewe ndio anabeba, si mwanasiasa. Kwa hivyo mwanasiasa ataruka aseme mimi sikujui. Manake hakuna jina yake. Wewe utatumia content ya hiyo na hajakupa ruhusa. Hakuna mahali aliyoandika yeye akakupa wewe ruhusa ya kwenda kufanya nini? Kupeperusha. Lakini wewe ukajiwekelea kwa sababu ya vituko vyako ya safari yako ya kuelekea prison. Safari yako ya kwenda police station na uende prison,
ukajianzishia safari, hiyo mzigo ni wako mwenye account na administrators ya hiyo account. Kwa hivyo nyinyi tu ni mumeanza safari ya kuwa wahalifu watarajiwa. Kwa sababu wameambiwa kwa muda kwamba si vyema kutumia lugha ambayo inasusha furugu. Hata ile matumizi ya kusema clanism, hii klani hii na klani hii ni lugha chafu. Maana sisi wa Kisii, kwa nini utuletee mambo ya clan? Unataka kupiganisha hii na hii. Sisi ni wa Kisii habagusi. Hatutaki mambo ya kuambiwa pale ati wakati hii tumia jina hii, wakati hii tumia hii. Hapana. Mkisii ni Mkisii. Kwa hivyo mimi nasema kwamba kuna kitengo ambaye inapiga msasa hiyo maneno, inaangalia imefika kiwango gani, has it met the threshold. Once it meets the threshold, we strike. We strike and we can swiftly just go there and speak because is on a ajili tunaendelea. Tuko na mitambo ambayo inaonyesha mahali yako hata saa hizo. Wakati mwingi vijana wao huandika tu na kile mambo haya kwa mitandao ya kijamii wakidhania kwamba hakuna yeyote anafuatilia. Hizi ndio vitu ambazo tunaangalia zaidi. Sisi tunaangalia account zote, kama account ukitaka kufunga hata hana ruhusa, sisi tunafunga bila hata yeye kujua. Atafanya kwa hana. Tunataka tu tunafinya tu hii account haipo. Ni ile tunaangalia tu aendelee kutoa mengi kwa sababu ni njia moja ya kupata habari. Okay. Alright. Unajua iko ni mara mbili. Kuna ile tunangoja ili aendelee kutupa habari nyingi. Ili ikiiva tunashike tuambia sasa, maana anaweza kuipull. Yes. Akipull we can recover. Tunajua we can recover the information. But again, what we want is we respect privacy. Right. Okay, we follow the law to the letter. But that's why you see we document and summon him for interviews, not interrogation. Interviews at that early stages. Muhimu sana sasa kwa vijana wanaosikiliza usiku wa leo kujua kwamba yale mambo ambayo unaandika katika Facebook, katika Twitter, katika WhatsApp, usije ukawa tu careless kuachilia tu jambo lolote. Lazima uweze kuwa mtu ambaye umewajibika. Labda tukiendelea, sijui katika semi ambazo zinatolewa na hao wanasiasa ambao wanatafuta viti katika mikutano ya kisiasa. Mara ya mwisho tuliona hapa Kisii kiongozi akiitwa kule kuweza kuelezea ama kutoa maelezo kuhusu semi ambazo zilionekana kama ni za uchochezi. Imekuwa kitamba natumai nikikumbuka ni mbunge wa Kitutu cha Kusini ndio wa mwisho, natumai tuliai tangaza hapa kwamba ameitwa kurekodi taarifa kuhusu semi za uchochezi. Sijui nikana kwamba wanaotafuta uongozi hapa Kisii wako na nidhamu siku hizi ama kuna mengi ambayo yanaendelea sisi wananchi tujue. Wajua ukiona cha mwenzio chanyolewa chako kitia maji. Sasa wengi wamekataa kutia maji. Wameona hii laini si poa. Ni kwamba viongozi wetu wameanza kuona kwamba we need to protect the voters. Itabidi tutunze watu wetu ili tusije manake tukiwapoteza watapiga kura. Sasa umebadilisha mtindo, ndio hii unaona kwamba wanaelekeza kutaka kuzuia wengine wasiende area zao. Wamefanya ile zoning, hii ni yangu, mtu asikuja akaingilia, mtu mwingine asifike hapa area yangu hii. Sisi tumeanza like wananchi wamewekwa katika njia kwamba hii sehemu ni yangu, sitaki mtu afike hapa. Lakini maongezi wao hivi karibuni wamebadilisha. Wameanza kuweza kukomavu kisiasa, unakuja kiasi kwamba wanachunga ulimi zao ili wanaongea katika siasa. Na wengi tuko katika ile kitu kwa we are friendly to them. We tell them in many forums actually that saizi ilo hazi safi, that they are friendly, and in fact the leadership viongozi wa hapa saizi tunapoona kitu tunawaambia direct ili tusije tukaambush. Unajua sasa zingine hii kitu inaweza waka ukaona umesukumwa mpaka unataka hata wengine naweza kuona kwamba wakikaribiana naweza kulimana mangumi. Lakini
saa hizi hatujaona kisa ambacho kinaweza kupatia wananchi wasiwasi. Alright. Okay. Bado. Alright. Tunapozungumzia hasa katika mji wa Kisii ambao watu wengi huja kule wakiwemo wanabiashara na wageni kutoka hata nchi zingine, wakati wa siasa, viongozi wakiwa katika harakati zao za kampeni kule, rallies na mambo mengine, labda kuna utaratibu ambao umewekwa kuhakikisha kwamba hatui na misongamano ambayo si hitajika katika mji wa Kisii, kuhakikisha kwamba kama ni biashara na utendakazi unaendelea tu sawa pasi na kuingiliwa tu kila mara kwa sababu ya ile jam ya wanasiasa wakati wanapita kule town kufanya kampeni. Ndugu yangu, unajua wanasiasa ni watu wajanja sana. Wanakuja wakati soko ipo. Yes. Hawakuja tu kwa uwanja hivyo wasifikirie kwamba nini. Wanakuja wakati unajua kuna soko daraja 2 haikosagi watu. Kuna soko sehemu fulani, ndio wakati ya kupeleka siasa. Unaona? Ni wewe tu kujua wanapotuma utaratibu yao ya kusunguka. Huwa tunajua leo ni soko mahali fulani, sehemu fulani kuna hii. Wanatafuta mahali watu wapo. Hawaendi kwa uwanja ambapo pasipo watu. Manake wanaokabiliana nao kisiasa wanasema unaona ana watu. Kwa hivyo ategemea wale watu wapitaji kuja kununua mboga nini hapo. In as much as kuna wafuazi wao hapo, ili waongezee namba ya wale wengine wako hapa hata wapita njia, ili kuweza kupitia na kusikiza hata mambo yao kidogo. Okay. Kwa hivyo ile yetu tunasema kwamba bora tuambiwe na mapema. Sisi hatuna shida. Watu wetu tawalinda. Lakini ile shida tuko naye ni tueleze kwa wakati unaofaa. Mimi hapa tangu nije ni kisa tu kidogo. Manake nikiambiwa na mapema huwa napanga mpaka wale wa civilian wako zaidi ya 100 wako nao wajui. Lakini sasa unapata kwamba kama huambiwa na mapema itakuwa ni changamoto. Manake utapata kuna siasa nyingine iko pale, nyingine pale. So unaangalia gani kuna vitu tunaangalia katika ile information data yetu ambayo tuko. Sehemu hii na hii mtu yaenda vipi? Sehemu hii na huyu mtu, if the situation is not good for him, what do we do? Okay. We do a comparative analysis of both politicians, and we see which one has a lot of risks and which one doesn't. Okay. So that when you are deploying, unajua kwamba utadeploy watu kiwango gani pale. Huyu ako nyumbani, ako home ground, huyu ana mambo mingi, huyu ako away match. Huyu anahitaji hivi. Unaona, na yeye mwenyewe wao wenyewe uzuri wao wana share threats zile zipo. Okay. Wao wana share kwamba kuna hii na tafadhali nataka nipangie usalama. Okay. They normally share those threats. Na we equally give all of them. Kwa hivyo hapa Bosongo ni sehemu ambaye watu wanapenda kujitafutia. Na ndio imefanya hapo uchumi huwezi linganisha hii town na miji jingine. Ni kule tu kupangwa haikupangwa mzuri. Lakini Bosongo saizi ukienda pale town 24-hour business inaendelea. Sure. Watu wanaendelea. Hii ni town moja ambayo ni tofauti kwa nchi nzima. Hii town ya Bosongo ni ndogo lakini vichwa vile viko hapa ni werevu sana. Ni ile tu kupatiwa tu industrialization na kila kitu hapa itashinda hata Kisumu. Na tununue mashamba hingine tupanue hii town. Hapa itakuwa. Kwa hivyo ile kitu tunasema kwamba ni wananchi wa hapa ni watu wanategemea zaidi jasho lao. Na nimeona hapo ukienda town kila mtu anatafuta. Ile jambo la pili ni kwamba wanafurahia wakati siasa zinakuja, maana watu watanunua. Okay. Lakini tunasema wale wanapokuja nunua tuweni macho pia. Tusije tukafanyia utapeli na wale watu. Okay. Kuna wale vijana pale ambao wanakuja pale wananchi wananufaika na hiyo siasa. Maana vitu vyao vinanunuliwa. Kwa hivyo ndio sababu usalama vile umesema ni muhimu iweko pale ili mwananchi huyu aweze kunufaika na hii watu ambao wameleta biashara. Alright. Na katika utaratibu vile vile mipangilio uhusisha kuhakikisha kwamba hakuna traffic jams. Huwa sasa zingine huwa tunataka unajua ni kule huwa tunataka ku divert magari. Huwa tuna divert nasema kwamba ndio sababu nasema kwamba ikiwa kuna mpangilio ya mbeleni ndio tunaweza kusema barabara fulani haitatumika wakati fulani
mtumie barabara fulani wanaoenda. Kwa hivyo kama hatujapatiwa mambo kama hiyo, tuwapatie nyinyi watangazaji hapa wenye radio kwamba tangazeni kwamba kuna barabara fulani haitatumika. Okay. Mtumie hii barabara namna hii ili kuweza so that you are not inconvenienced, you know. Alright. Yes. Alright. Sijui tunapoelekea katika uchaguzi mkuu ujao, tumekuwa na chaguzi mbili ndogo hapa katika jimbo la Kisii kama na Bonchari, na baadhi ya wale ambao walikuwa wanawania viti mbalimbali waliweza kuwaripoti nyewe wana polisi kama watu ambao mlitumia nguvu kuzidi kiasi, hasa katika eneo la Bonchari na vile vile hata katika eneo la Kiamo, kama nikimkumbuka hata ambaye sasa ni naibu gavana wa kaunti ya Kisii, Daktari Joash Mangi akizungumzia swala hilo. Sijui ile image ya wanapolisi kuonekana labda wanatumia mabavu katika kudhibiti hali wakati wa uchaguzi. Sijui mnafanya nini kuhusu hilo, ama hali tu ni ile ile na labda hakuna lolote lile wale walikuwa wanazua katika chaguzi hizo ndogo ambazo zimepita, umechukulia manani? Naweza sema kwamba mimi na ripoti ile wakati niliingia kama hiyo Bonchari. Na kuna visa ambayo polisi waliweza kutumia nguvu zaidi hizo ya Bonchari. Ile kitu iko ni wanasiasa kutaka kuweka mikakati yao kwamba huyu akipita hapa tutapisha na hivi. Kuna wengi ambao walikuwa nasema, wengine wamepanga njama ya kuvurusha watu, wengine wasipige kura, but we thwarted that one na tukasui haikutendeka. Na kura zilipigwa na amani. Watu waliamkia kupiga siasa. Lakini wakati za mikakati za siasa, za harambee nini mikakati za siasa, ndio mambo ile tensions ilikuwa juu. Manake watu waliona kwamba ni mikakati za mwisho tuhakikishe kwamba watu wamekuja pande yetu. Lakini hakukuwa na kitu kwamba matumizi zaidi ya polisi kuwa, manake when I came I actually started now briefing my officers on neutrality. Na kitu ingine ni kwamba with police officers there are procedures on how to use force. Kuna ile inaitwa proportionate use of force, yani ile kiwango inatosha na ni tendo. Ikiwa wewe unatosha kuwekwa rungu ambaye kuwekwa ile rungu ambaye imeidhinishwa na serikali na hiyo inatosha, basi na umeonywa kwamba ondokeni hapa, ifuate utaratibu, muondokeni hapa, na inasema wazi ondokeni hapa bila kuzua vurugu. Lakini watu wetu wanangoja mpaka moja elimu ndio atoke. Lakini wakisi si wabaya sana. Ukiwaambia tokeni hapa wanatoka. Lakini kuna wengine ambao wanatoka hatutoki. Sasa ukiona ikarungu haitoshi, unatupa tear gas. Tear gas ni kwamba ndio sababu nataka kuwaonya wananchi. Polisi wapima. Nyinyi wananchi mliokusanyika hapa, mmeombwa mtawanyike bila kuzua vurugu. Hilo ni onyo ya kwanza. Onyo ya pili ni kutupiwa tear gas, ili waangalie kama mtatii ama hapana. Ya tatu ni kukuwatoa hapo kwa njia ambayo tayari wewe wamefuata utaratibu wa kisheria, wamekuonya ya kutosha, na wewe hujasikia, sasa wanakutoa kwa nguvu. Nguvu ile ya ambaye pia imekuwa recommended. I've said proportionate. Alright. Ile sio kwamba kiasi. Na pia hapo it is civility, there is civility. Yaani hata ukikembisha hiyo mama, ukiona huyu tayari she's just helpless. Si kwenda kupiga mama rungu na tayari ameanguka. If somebody is running, why should you follow that person? Hapana kimbisha mtu mpaka umeona hata mtoto wako kichapa kiboko akimbia. Si lazima ufuate, ametii. Kwa hivyo unapotupiwa tear gas na umeenda, hakuna polisi anapaswa kufuata wewe. Tayari umeondokea sehemu hatari. Unaona? Sisi tunaambia polisi, ikiwa mtu umemuonya na ukapiga tear gas akakimbia, ametii, waachana naye. Kuna wengine ambao pia wamechoka. Sasa unaona nafasi mtu ametuchosha. Anafuata mtu mpaka mtu ameanguka na anawekwa rungu. Lakini hawa tumewaonya kwamba hapana. Mkenya
akiwa ametoroka sehemu ambao hukumruhusu aende, wacha ameenda. Okay. Naam. Alright. Wakati tunaona kwamba tuko na dakika 5 kabla tuweze kupata taarifa, lakini nataka tuweze kuangazia swala lingine ambalo tuweke msingi, swala la makundi. Ulitaja hapa awali kwamba wakati kama huu unaona viongozi wakitembea na vijana makundi fulani tu, labda kwa kutaka kuonekana kwamba wako na umaarufu, na wengine ikionekana kwamba labda ni kuwawekea usalama na mambo kama hayo. Wakati huu wa kampeni na siasa, kuna majina ambayo utaanza kuyasikia. Utaanza kusikia majina kama ama Chuma, sijui kama umepata jina hilo katika ofisi yako. Sungu, Chinkororo. Sijui katika upelelezi wenu mnafanya nini kuhakikisha kwamba mnadhibiti hali makundi kama hayo yasije yakaanza kuwa yasije yakaanza kuibuka wakati kama huu? Kila mtu anabeba mzigo. There's nothing to do with what. Sisi tunamulika watu. Okay. If you are an individual, we narrow to that individual. We are going digital also, and we have members. We have our teams that are actually monitoring them when in action. So whenever they touch anybody there, they are captured. You remember, kuna mitandao pia, nilikwambia tunaangalia mitandao. Unakumbuka kuna dada alipigwa kofi. Kitu gani ilifuata? Tulimweka jamaa ndani. Tulisema Mkenya si pale ya kupigwa. She's not. When somebody is if hata kama amekosea, kuna gari ya polisi hapo karibu, mbona umchukui pale umstaki? Useme kwamba huyu anataka anazusha vurugu hapo. Mbona uinue mkono umpige? Tena dada yako unampiga, mtu mzima na akili zake, unapiga Mkenya kofi. Sheria inasema usipige. Mstaki kisheria. Na Mkenya ndio inafanya hiyo mwanasiasa kuja. So for us it is protecting the lives and property. Okay. Tunachunga wote, huyu mwanasiasa na watu yake, na wale ambao wamekuja hapo akaona kwamba jambo fulani haijamuingia akasema no. Sasa chukua taratibu, mweke kando pale, mwambie polisi huyu anaweza kuleta kusua vurugu hapa. Alright. Iko gari ya polisi hapo karibu. Mpeleke na ataambiwa, atapatiwa mawaidha kwamba ndugu yangu, dada yangu haipaswi kuwa hapa. Alright. Lakini sasa unachukulia sheria ukampiga. Hapana. Okay. Tuheshimu Wakenya wenzetu. Alright. Miaka ya nyuma tunatambua kwamba makundi kama haya Sungu, Chinkororo yaliweza kupigwa marufuku, ama Chuma vile ni baadhi ya makundi ambayo yaliweza kupigwa marufuku. Sijui kwa sasa makundi haya yapo katika jimbo la Kisii. Makundi haya tuko naye. These people want to create so that they want to terrorize Kenyans. Alright. Something that we are discouraging. And yule mtu saizi anataka kuleta hiyo, sisi tutamkaribia zaidi. Tutasimamisha kazi yote. Afadhali tusimamishe kazi. Mimi Kooli nikiwa hapa, nitasimamisha kazi yote, nitafute hawa zunguzungu na hiyo amachuma. Mimi mpaka wakati nitatoka hapa transfer. Ukisikia mtu anaitwa chunguju, hata kama ni 2, nitasimamisha kazi. I will mobilize even if it's 200. I will look for those few people. Because saizi ukiona Wakenya hao wanasema kwamba hao ni bodyguard ya watu. Vijana hao wanatafuta kazi, pesa kwa huyo mtu. Ni matatu, ni pesa, na anaambiwa in the name of security. But actually we know our boys, our youth are meeting their needs for finance. Alright. Unaona? Wanalipo pesa. Kwa hivyo mpaka, lakini tunasema unapopewa hiyo kazi kibarua, ifanye professionally na usipige mtu. Okay. Ya shika, na hiyo ndio hamasisho yangu. Mshike hapo, hata si polisi. Tuko naye wazetu ambayo wako kwa VIP protection. What they normally do, they pick that person, they hand over to us, na wanaendelea na kazi. That is the way to do it. Sio wewe upige, asia tupige. Those who have been trained for VIP protection, they only hand over to the local police. They pick you and hand over you to the local police. Now wanaendelea na kazi because machi yao iko kwa VIP. Si kwa wale. Don't deviate. Alert the local police there, waendelee na kazi. Wewe focus yako ni VIP protection.
All right. Don't deviate from that. The very moment you deviate here, huyo mtu yako atafahamia. Okay. What will you say? Then you don't know your job. Ile kitu iko ni focus yako iko kwa hiyo VIP, protect him. Au wengine unapikia, unasukuma kwa wale watu, unasukuma unapatia kwa ile local police wa deal nayo wapeleke. Alright. Lakini vikundi hizo sasa hizi sisi hapa hatuna. Ni watu labda kutaka kuweka majina kwa sababu ilikuwa na majina ya kutishia watu. Sisi ndio Ichingororo yenyewe wapi? Wenyewe walikuwa Ichingororo wako na wame relax squeeze wamepoa. Tuko na hao wazee hapa. Okay. Wenye wanajulikana and we know them. Wengine wamekuja kuwa ni community policing. They are known. Wale watu walikuwa wanajulikana. Na sifa hizo wako nao wanasema hiyo kitu hatutaki. Yes. Okay. Alright. Asante sana basi mpenzi msikilizaji, tukao tukirejea baada ya taarifa kiukamilifu naye Zakari Mayeka tukiwa naye kamanda na polisi katika kaunti ya Kisii, tukizidi kuzungumzia swala la usalama hasa wakati taifa linajiandaa kwa sababu ya uchaguzi. Tuingie kwenye chumba chetu cha habari. Vuna FM 102.0. Take a break. Bwana komanda, ile wakati uko na studio vizuri ilikuwa giza. Moja kama hakuna simu. Naona mambo yamekuwa sawa. Ilipata mbona kwenye drop nije wege na kora na nera sana. Tota garra Vuna FM. Umeke minero. Aya namangana maya asenjera yuwikiran kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna. Abananchi ba Kisii bakuru rukura gochora barai kurwe kyame kemo Rigathi Gachagua mote birera ila na chora mathakaruati barai ba haya korete Simbarati negatia barai korogusi baikirana Kiligori se kampeni ya Azimio na sayo mrenda mangengo kwarigania senchira yuwe ikirano chinse isato chiabono maragoba Abantu be county ya Kisii n'abanyamukyana nde banchete ko erigeria ayo namangana yo mukamanda bo banyimbo Francis Koholi okwana na Radio Vuna Koholi niga tabiro borendi nigo bobekira boisena se county ya Kisii bosibo bachori obanene bore mutwe Koholi niga tuguteirara buna abanyanyimbo nabo bagoyikira n'ikibura buru kinga cyo bachori asogo tumeka chinguru go etani ya kerenga se korenda amakiri abana siasa asekere nabo bagosegeta abana inchi koreta kibura buru Abananchi be county ya Kisii nigo basemi ugo chora barai kurwe byama aheri gwetanga bose gotango bokorekana no bokurumi Richard Atembo yona ndo kurigiyo ba senator ime county ya Kisii nigatebire ogachoro mu governor muno mu senator kurwe kyame kemo he koirero ko iwana ko ikirani obokurumi okwana na Radio Vuna Atemba oganirie abantu wakachi kampeni cyo murembe bunache igore irwe igana abantu gotachora abarai asoko rigereria ogoserwa Wabusi kimoranje nyasaba kumochole seneta ne gavana ekuru murengo ya ekuru ichame yemo echama ne chichama njatebo utambe ngotebana chichama chire cyabanyene igatochora bara mochole gavana kurwa sensemeye mochole umuseneta kurwa sensemeye ekera abantu abachire county yeito ngoko n'abaturi mu mbako yendela ini yaye bakore mu burunge bachikugamba none bagotebania na bona tigakura korogo kurimo kwase kaunti mwebwete abande bagotebana injekero nguza kogendaria iyo ngutumia besega sega nditumia sega eye gutigana na inje njikuri onyo muntu ukwana yo nentara soe kaunti ekerago tigosoa ngiara Atembo boriria abantu tibatandura amasakara monechi posta chiabande korende gotwara amasikani na gotegerera ekero umuntu agokwana ribaga ryo kurutamagina nesegi yo gutandura
masakara usijiposta na kutandra chipana ili tambaye bikobeko bota tukobeka tokotera muchenga lero nkirogo tenko buwa bintu biri buya gukora bwoigo abantu bamituye county ya Kisii kunya kutandra masakara kutandra chibitamba bya bekiru para bweta na kunya gwaka chigari cy'abantu magena na yentwa gutaitera na gwaka abaraya banyana magena makubu tigato babantu togotegererana tigato babantu tukurungana naki murayige takwana nakwana burungi nachigo tokonya na ina baraya bara abeirobis na bacha bachongenge nuna bagochonga ekero bari ngobis mba kolete mangana mamwata giti musina inde mutaito kubakira mbiyamo na sawa kora mangana bube tigato manye ngambantu kitogochora bono Obama bwa Kenya Kwanza nigo boge wakora chikampeni meya county ya Murang'a bakora no murayi bo mu Dr. William Ruto raya boni go bare ne kirenga kyo kwanera abamenyi ba Murang'a na nene ko ni obama bwa Kenya Kwanza okwana somo sangrekano yo Dr. William Ruto na ne keria basaya nene bari bara Sechi University na boigo chi college buna na chikomenta chibese cheri kabeso chia help na ko bariere irabuna na tayo chia bese choti chigo chia kona chirwa bango nigo gena kiabasa bari bara so bonchoreria nanyara ko konya bunenchira yemo yo kwenyorera oganiria abasa ko mubwate siaseganga yaye ko bumura iwense asekeria atebire no gotwara amagani abo asenkoro. Number one, we will make sure that there is an internship program for every student who comes out of Tibet and who comes out of university. And that internship will be paid for by the government of Kenya. Asense moya yo mokonyo ya Ruto Rigathi Gachagua momo chirera ila asokorete mechanda yonsi bwateraniti ense ya Kenya. Rigathi nigo atebire raira na bogorio mokonyi kuru Mount Kenya abantu ba Mount Kenya tibareba ari abeire kagokora. Big four mambo yetu yote imesimama. Wewe kitendawili ndio umeharibu uchumi wa Kenya, bei ya kila kitu imeenda juu. Wewe ndio sababu kubwa unga tumeshindwa kununua. Wewe kitendawili biashara ya gasi ni yako. Wewe ndio unauza mitungi ya gasi na gasi unatuongeza bei kila siku. Na wewe tunakujua. Tunakuonea 18. Na vile tulikataa wewe 1997. Tukakataa 2013, tukakataa wewe 2017. Tutamuka asubuhi na mapema saa 10 twende tumalizane na wewe once and for all. We sort out the problems of this country. Chinga kiechobo mombo azimioni gorero bwira chikambeni chabense moya Kilgoris seywe gotoka ime county ya Narok. Murai bobo mombo Raila Odinga ni gara chikambeni ya chase gesa kukyaba Masai. Ni gabari ira gochya koro ise chipare nseme yuane ne pare kura Kilgoris ya bwata ni gochihancha. Oigota bire gochya ko ene kie factory ya mabere kwa gachwere nseme yo amone ya koro ise nyamera oni wechinse Kisii. Migori kuchia hapa, kile naenda mpaka Kihancha inaingia Migori. Mmoja natoka hapa na pitia kwa Nosain naingia Awendo. Hiyo tutafanya. Ile nyingine ambayo ilikuwa natoka itoke Sotik, mimi nilianzisha, ikaenda ikasimama kule. Itakuja Pilipili mpaka ingie mpaka hapa. Kutoka Sotik mpaka Migori. Ndio ingine kwenda pita pale naenda mpaka kule Mnot. Hiyo Pilipili tuko na mpaka ya kuendeleza hii. Sasa hapa Pilipili shida nyingine ambayo iko hapa ni mambo ya mifugo. Na ng'ombe ziko mingi hapa zaidi. Tutafanya ndani biashara ya mifugo hapa. Hapa tufanye proper meat processing plant hapa Narok.
Abarai bazimio korogusiba ikirana ronga mono yokorigie kirogo kyobo governor me county ya Kisii Simbarati yokorigie bo senator Richard Onyonka na donya Doris yokorigie kirogo kyobo woman rep okwana sense me yosimpaniga amochia omorai bwabo wa Kenya kwanza soko goroboremo ya Masai. Nataka nichukue shukrani zangu za dhati kukaribisha Kilgoris na Kisii nyumbani. Acha ni hapa dakika 10 pekee yake huko nyumbani. Nataka niseme kitu kimoja. Hii shamba ya Mrumbi wa Masai wanasema ukweli ni kwamba Ruto hajamaliza kulipa. Kwa hivyo Masai, mimi niko tayari kutoa nusu milioni na nyinyi muongeze nyingine. Tuhakikishe tumerudishia huyo jamaa, amepotea, shamba ibaki kwa Masai. Sio ni sawa? Na baba akiwa irudi. Mwisho, kwa nyumba ya baba kuna vyumba vingi vya kulala. Wale ambao mko katika Azimio, tafadhali tusipigane, tuhakikishe kwamba vyumba baba akishinda kila mtu atalala yake. Sisi tutahakikisha tumeleta uwiano mzuri katika jamii hizi zote. Kisii ni Donya, mimi wananiita Donya, na courtesy of our governor Simbarati amefagia UDA. Let me tell you, Simba amefagia UDA kutoka Kisii. Saa hii kila kitu ni ODM na Azimio. I went to see my mother who my mother started crying, so I thought, what is wrong, Mama? She told me, go and tell Raila, we now feel like complete women. She has brought a woman to work with us. Thank you, sir. Tigara na mangana siasa kyombekeria ya Kenya University Sunday College's Central Placement Service KUSIPS ni gobono ke igoreterio aborokiwa bakora matemwa form akoeta wachora kisukuru bagosoa ekyombe kyonigo ke igoreta bwigoro hasa abana baratuma boiga mabori asikikosi kiri babwatokogania aborokiwa babwate grade ya C+ go kigoro nabachie konyora amabaga Kisii University oimeyense ya Kenya orengana no muwaziri w'ekisemi Professor George Magoa baria banyoreze Kisii Plain go chense nabachiko Swachi College nechi technical serikali ya tebirebo cyakwane kiyokonganya ko imyase mibose 100% transition abarokiwa babo liwe kogenda so mutandao KUSIPS ase bara chorere eriyo kwelikia umorokiwa agotware index number ya KCSE wa mwaka korete amatemwa KCSE amo ne password yure number ye certificate yo koiborwa bose index number ye class ya 5 na 3 abo igo masauriyo bwadetwe asoko ibe binto ko supermarket na wakanirwa na Mike Sonko akabwato kwa nigo nainde aibire na kobwatwa Alvin Linus Chivondo motinyo etanigo igirutwe sekigambero na kona cherweki na kyo boibi na gokumerwe gesiboke omwaka oyomo bose wakana chishilingi kiri buriga nerimo ngakie yo Linus nigo abwate tuna mwachere chikilo isano oboke amachani amone sukari ebibyonsi bise chishilingi kiri buisato emye mona 50 mona isano se supermarket ya Naivasa abakenya nigo be murunganire tyo kobwato kwa yegento kereta bana siasa weso ime na komoigorera se okomwakanera Sonko nigo amo korerete shopping isaino motenyo yomo maega yoko bwato kwa abumo isonde Kivondo nigo naenda bwate twe ase supermarket ya Naivast eyo gotoka Ronald Ngara Street kagotema koibo bosi wokoruga nigatangira sekita seniki abanyimbo ya Central kaganyete wikiwase kigambero Chidaika niko mina isato chiabuto kiro mwanchomo tegerari igoro yichinse isato chiabo na maragoba kuwakirambia muna asengencho yogochara gotegera radio Vuna 102.0 FM yandira gotegera yamuna yanda mange abuankyo chinsa ikomina ibere no manyi wa senchira yogwenge nchenkoro kwa Zakari Mayeka gokuganira yo botegera yo buyana indobo tukobiya uyunoro mweli ogwa mangana majia asenchira yogwekirano Kumanda nyie endeleeni mewaga sasa. Hata sio karibu tumalizie twende. Ningine nitafute sapa yangu nije siku. Hujakula. Sawa tutaonana.
asabara ina magenderero kila rituko ni Jumamosi ensenye moja butuko wika butuko gatie obutuko bwa bene nyasa tuhirire bagatuko ari kumera na gaiga simbeo ase umurobeli bwa baraina amagendero azachikona chirengire chigatukwa na chirenga tobo kibabwa uri tukaserinde leki uko yunga sande echanga ekerobona ya chitegocha ikarukunkubuke abantu bakwana gawe bagagisiminga yebinde bya kolte ya mararo ikinye gitali polytechnic na kole nike kumbura yuwa bwenderete ko gukorera atarakora akorire usarigete gukora chinga kichobo ko ngwere crisis kere. That's the best time you have an opportunity oyetumie buya bindombere biko seberekani wala kinimbire bigocho asichinga kibone. Tushirikiane sisi wote na viongozi wetu, mjumbe wenu hapa, MCA wenu na wao wengine. Unajua mambo kama haya yanafanyika kupitia kwa uongozi mwema. Ayosi ni uraja baje asoburu buli bopere jamba genderero kila litukule Jumamosi butuko ensenye mo wika chisa saro demo na Blue Bright ya Chai Brian ime ya Radio Vuna. Chagete wakachikura 92 lakini nende tigandu experience ya recently 2017 chikura chikaku Nairobi ya narengi ekero kira neretu abantu mbale ukero kende bafurani linga bade go disrupt akobeka ya magena kiproki para abantu mbale chigari ngiye abasikali baje barusi nande bayireni finally oyo mabuwa kombo yona balebya akamojali lige na agake gari osie akamubekera risasi omuntu nanerebye kamamo mwaba bwate kebanda aleko akaerera agabo ndenera agagwe yo kogoro ya gitari oyo nderie tumbo era agasira bono yo movete mo bone kagera bagatiga distraction ngamba ngamba ngankarra pia to bako soa como llama gena como chivo te nyumba e karate shitene sana igo chikura ne indesana chivuate ogo sesio bonge abatayo munda imuke ngora ga chikura chia ya ira na tegere ikono bonyo lituna kuene ke timuntu lisa zili kumugumu tukorwa ndigere tipata ngibamu wani mwana rabie ka bwato mwana oyo mubieka umumulana na akwete Radio Vuna 102.0 FM chinga kichi kampeni ekerobo choli bora koleke na mega yobo choli kubwerire igotugusaba ng'abantu baitu munyarako bamoko beko morembe asinge nchumbura omugusi omorembe n'omuya kunyorengana mwancho motegere chideke 15 chebutokire meke chinsi isato chobo tukubwelera sumuro bilipo para ina magendero ikarutora muno mukomanda bwa nyimba se county ya Kisii bwana Francis Sukoli tugenda tukusanga chinkwa negega se studio kero tetonyero batoko gandra bwana komanda karibu tena wakati tunaendelea. Asante. Katika mahojiano haya labda tukimalizia tu swala la haya makundi vigilante groups na mambo kama hayo labda tu kuna wengine wanaona kwamba uzuri wa kujipanga kama kundi kama haya ni kwa sababu labda wakati mwingine wana polisi uchelewa sana kurespond kwa threats zile zenye zinawapata wakiwa katika shughuli mbalimbali. Hata wengine wadadisi wanasema sababu ilifanyia hata makundi kama sungusungu kuibuka ni kwa sababu walionekana kwamba wao ni wepesi kushughulikia
vile vitendo vya utovu wa usalama hata kule katika vijiji. Kitambo mwanapolisi akuje kufika, yule sungusungu atakuwa amefika kule ametatua hali. Sijui ungependa kuzungumzia nini kuhusu hilo? Wajua sheria, polisi mambo yake mengi ni ya kufuatia sheria. Kufuata sheria ndio mambo ya polisi. Kama kuna watu wamejileta na hawako katika utaratibu uliowekwa ya kisheria, sisi hatutambui. Hiyo ndio sheria, hiyo ndio mambo ya Kenya na polisi. Lakini serikali kakuja na mpango kabambe wa community policing. Ikiwa hao watapitia utaratibu huu, then watapatiwa utaratibu wa kuweza kuwa community policing. Na lazima labda nitaje kwa ufupi kwamba community policing haiangalii kwamba ni watu na vio, lakini utaratibu wa kuweza kupeana habari kwa haraka. Ni kama kabla hajatendeka, kuna kitendo fulani mahali fulani napangwa, ni ili tuweze kutibua ili sitendeke. Hii ndio sana mambo ya community policing. Kwa hivyo lakini hata kuna hivyo, kuna community policing ambayo viongozi wako pale wanafanya kazi nzuri, na saizi hali si mbaya, manake huwa wana respond ile kitu hatutaki. Kuna wale ambao wanaitwa community policing ambayo walitolewa wakaenda pale. Sasa ukisikia wanaenda kudaiana madeni, wewe ulinikopeshia ni pesa, kufika pale vile mwananchi hao wanatandika mwananchi, kwa sababu sasa mpaka mwananchi anaogopa hiyo community policing hata kuliko polisi. Kwa hivyo tunasema kwamba haki za Mkenya ifuatwe na ilindwe. Na unapopata mtu kama madeni, kuna utaratibu wa kuweza kulipana madeni. Lakini si kuja pale kudhulumu haki za mtu, kupiga mtu, kufanyia dhuluma. Hiyo kitendo hicho, na nikwambie, ikiwa haifuati sheria, wengi watageuka kuwa wahalifu. Na tusidanganyane, wengi wanaogopa. Kuna mwenzangu mmoja aliambiwa na dada yake, tafadhali nipatie pesa hii sungusungu sijui na hiti didi kinipata nisilipa hii pesa wataniu. Yeah, it can even mean to people committing suicide. So ile kitu tunasema kwamba, lakini sasa utaratibu ambao tunaweka wale community policing, watu wapitie community policing. Maana ndio serikali inatambua. Nyumba 10 ndio serikali inatambua. Lakini ingine vijana kujiweka kwa hiyo vikundi, tutararuana, tutatafutana, kwa sababu hao ndio wahalifu ambao wanakanganya wananchi, bako wana confuse wananchi. Na jambo lingine ni kwamba labda tutazungumzia kitu ambayo ungepaswa pia kuangazia, utapeli. Wanajiita wash. Wananchi hapa sijui kama wana habari. Maybe tutagusia mwisho. Alright. Tukiingilia suala la labda miundombinu ya serikali, hivi majuzi mwezi wa pili hivi tarehe 12 nilimwona county commissioner akitoa amri kwamba lazima miundombinu ya serikali iweze kuangaliwa, kuzungumzia mambo ya power lines, communication installations, road signs, pipe zile za maji na mambo kama hayo ambayo ilikuwa inaonekana kwamba inaharibiwa. Na tunajua kwamba wakati kama huu wa kampeni mambo kama hayo yanatarajiwa kuzidi ama kuongezeka, visa vya kuharibu miundombinu ya serikali na rasilimali za serikali. Sijui kama idara ya usalama labda ni jambo ambalo mmeliangazia na kuna utaratibu wote umewekwa ili kuhakikisha kwamba wananchi hawapotezi rasilimali kama hizo ambazo zinawasaidia katika siku zao kila siku. Rais wa Jamhuri wa Kenya ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi yetu ya Kenya alibuni kamati ya kuweza kuangalia miradi ya serikali yote, na huwa sana wanafuata miradi hizo kuhakikisha kwamba bado zinafuata utaratibu, they are being implemented as the funding program. Na zile ambazo zimewekwa zinalindwa kiaje, miundo misingi ambayo sipo zinaendelea kama kawaida, no disruption. Na ile kitu tunaona kwamba sisi polisi ni kuja kule kuweka kwamba those infrastructure, miundo misingi na infrastructure, ni kuna kitengo ambayo serikali iliweka ambayo inaitwa SIPU, Critical Infrastructure Police Unit, ambayo inaangazia masuala ya infrastructure kuchunga.
hiyo ni kazi yao. Na hiyo ilitoka kama amri and it's a policy kwamba hawa wako wanachunga hiyo infrastructure. Hiyo ndio polisi. Kitengo ya polisi ambayo inaangalia mambo ya infrastructure. Kuhakikisha kwamba zile vitu ambaye muhimu kwa wananchi zinachungwa. Manake that's a commitment from the government that values its people. Anything that is actually touching the lives of Kenyans, for example, water supply points, you have police officers, or electricity, maybe stations where we monitor them. Anything that is of value to Kenyans here are touching many lives. You know, like ikisimama saizi miradi nasimama, serikali inapatia kipaumbele, and that's why it came with a special unit for that specific task. All right. Yes. Ni swala la kuangaliwa kwa undani kwa sababu lilipelekea rais mwenyewe kuweza kutupilia mbali biashara ile ya scrap metal siku ambazo zimepita, lakini hiyo amri iliweza kutolewa, it was lifted na I think ni kuanzia tarehe mosi mwezi huu. Wananchi wameanza, wanabiashara wale ambao wamepatiwa leseni wameanza kuruhusiwa tena. Tunafanya vetting. Tunafanya vetting. Sijui ile kutoa ile ilani ya kufanya ile biashara ya scrap metal, unaona bado itaenda kuleta ile tatizo la kuharibu kwa mfano mambo kama ya reli na mambo kama hayo. Wajua hii kitu imeleta nidhamu. Una wengi walikuwa wamechukua loan. Sasa umeona kwamba kama wataingilia license inachukuliwa permanently. You know, inaenda kabisa. Ikumaanisha kwamba wewe jaribu, leseni imeenda na utastakiwa. Kwa hivyo sasa hizi kuna utaratibu waliwekwa ambaye ni kali. Kwa hivyo ndio wengine wakapata ili kuruhusiwa kufanya hiyo biashara. Alright. Napo rejelea swala ambalo tulikuwa tumezungumzia kidogo hapo awali na kuliunganisha tu kwa sababu ya haya masuala ya kisiasa, mambo ya violent extremism, kuanzia hata kwa mambo ambayo watu wanazungumza, iwe ni wanasiasa au vile vile wananchi, na vile vile vijana na watu kwa jumla, hasa vijana ambao wana kazi, kupata kwamba wameweza kuwa recruited kwa extremist groups. Unapoizungumzia katika kaunti ya Kisii mwaka 2016 Septemba tarehe 7, rais aliweza kutoa amri kwamba kuwe na county actions plan to counter violent extremism, hasa katika vitengo vya county. Kisii ni jimbo la Kisii lazima tulizungumzie kwa sababu ikikumbuka mwaka 2019 mmoja wa wale ambao wanasemekana kuhusika katika kile kisa cha Riverside Drive, actually traces zake zinatoka hapa Kisii kule Nyamache sub county, kimzungumzia dada Violet Kimunto. Sijui kutoka mahali ambapo umeketi kama idara ya usalama, kuna mikakati gani ambayo imewekwa kuhakikisha kwamba vijana hasa kutoka jimbo la Kisii hawajipati katika makundi kama haya ya kigaidi? Kenya tuko mbele sana kwa mambo ya ugaidi. Yes. Manake tumepitia changamoto na serikali kabuni njia mbadala ya kuweza kupiga msasa na kukuja na zile modern ways of handling extremism. Even vitengo ndio unaona kwamba uhamasishaji wa watu ilikuja, watu wakahamasishwa, na kuna counter terrorism institution ambayo iliwekwa na serikali ili kuweza kuangalia kwa kina ni utaratibu gani unafuatwa. Na polisi wamehamasishwa kuhusu masuala ya ugaidi kwa mapana zaidi. Na ile kitu inafanywa ni kwamba tunaangalia vijana katika hali yao wakiwa bado wachanga na wakiwa katika vituo mbalimbali za masomo. We are monitoring our youth. Na tunaona hii kitendo hii inakaribiana na gani, na kuna vitengo maalumu ambayo we detect. We are now on detection and the proactiveness in fighting or countering violent extremism in our country. That is more on intelligence than this being, you know, you might worsen the situation by actually just attacking the person and without addressing the issues that
actually led the person to that. So the government has developed ways that are actually more on intelligence collection and how they can handle these specific individuals. Okay. Because it's about the what they do is the brainwashing of our youth. And after brainwashing, they install something that isn't compatible with the way the boy was brought, and given many hopes. So the government realized that they need to give a different approach, a soft approach that will win this person back. Okay, than being more on attack. Okay. Yes. Sijui katika hizo taratibu kuna vile mnawaita hasa vijana hasa wanaotumia mitandao ya kijamii, wengine unapatanga wanachapisha taarifa fulani kwa sababu tu ya ile condition yako nayo, labda ana kazi, unapata tu kijana ameweka kule ujumbe kwa Facebook akasema mimi saa hizi penye nimefika nikipata hata Al-Shabaab anioe niko tayari. Tumeona siku za hapa nyuma watu kama hao, vijana kama hao wakikamatwa wakitiwa mbaroni. Sijui kuna mikakati kama hiyo kukisha vijana kama hao ambao wanaonekana ni kama wanataka kuingia. No, wao wajaribu tu. Kila ninakwambia kuna kitengo maalum ambazo zinamulika hii mitandao. Anything that is goes, where did we get this technology from? Okay. This is something that was brought from somewhere. It isn't ours. And it is just a matter of improving the system to detect even words that come, that you type, actually sends a strong message into the servers and wherever they are. And it gives the address and everything where you are. So there are some words that we use on the internet that actually gives you the meaning of being monitored throughout. Okay. You get? All right. So it is not about even going to what. Any word that is being typed into on terrorism, if you are searching on terrorism, we understand, and then maybe you wanted to learn more about that. We've upped our game, and we know this person is more on this. And why is he studying terrorism? Is it about for studies purposes or what? It's just a matter of time that they come and pick you for interviews. So we have an institution in place that is actually monitoring, and we have Kenyans who have learned more on internet issues and how cyber issues, and they know that. We have our own. So there are words that you start using on the internet that it exposes you. So it's good that Kenyans avoid this and not become more primitive as if you do something we don't. No, everything here we use on internet. It's you exposing yourself, and we learn you. It's good you are giving information. Fine, and that's the decision to be that. Then you'll give us more information on what is this that has triggered this, or what is motivating it. So we don't have as if we've learned a lot. We are learned people, and then we forget the other side that you don't own internet. You don't own this thing. This is a foreign thing that came from other developed countries, and you don't know much about it. It is us to go and learn, and we have our people through collaborative trainings, and what our people have been trained. We are well equipped. We are monitoring. So Kenyans should not be worried about these things. Just a matter of monitoring our children to know where they are, what they are doing. Yes. Muhimu ni kwamba iwapo wanaweza kusaidiwa, because wengine huchapisha tu out of just desperation, not really kwamba going to eat. They need attention, and we will give them attention. Yes. All right. Sawa. Tunapoendelea, labda kabla tu niweze kumleta ndani msikilizaji, ningependa labda tusonge kidogo kutoka kwa masuala ya kisiasa na mambo kama hayo, tuangalie masuala ya kijamii. Kuna jambo ambalo limetendeka juma lililopita, ambapo mbwa ziliweza kuwauma wanafunzi ambao walikuwa wakielekea shuleni. Labda tu nicheze hii sauti uweze kuisikiliza bwana komanda.
Okay. Labda bwana komanda, wakati mambo kama haya yanafanyika yanayohusiana hata na mifugo, sijui ni hatua gani zile ambazo zinafaa kuchukuliwa? Mifugo, nani wahusika wa mifugo? Kwa sababu hizi ni mbwa za mtu binafsi. No. Lakini zimewauma wanafunzi ambao walikuwa wanatoka shuleni. Mbwa zimetibiwa? Haijadhibitishwa. Mbwa, ukiwa na mbwa, kuna utaratibu, nenda pale kwa wizara husika, ikapata chanjo na upatiwe kibali. Ikiwa hukufanyia mbwa zako chanjo, sheria inachukua mkondo wako, utastakiwa. Kwa hivyo ni kuambia wananchi wale wako na mbwa hizi waende waite watu wa veterinary, waende wachanje mbwa zao. Stray dogs, kuna utaratibu pia wao wako naye kwamba wakishika hizo mbwa wataishughulikia. Polisi tu ni kufuata kwamba baada hiyo mambo kutekelezwa, je, mbwa yako ilipata chanjo? Haya ndio maswali ya polisi. Habari nzuri, mbwa ilichanjwa, kuchanjwa, basi mashtaka. Okay. Hata wizara yenyewe inaweza kukustaki husika. Inaweza ku-institute charges, uweze kustakiwa kwa kuweza kutochanja mbwa zako. Kwa hivyo ni makosa. Wengine wanapata leseni ya kuweza kuweka kwa mbwa kwamba kuonyesha kwamba umechanjwa. Okay. Alright. Tukija na swala hilo tuingie kwa pole, lakini kwa wale alright, watu na haya changamoto. Alright. Tuingie katika swala la mashamba tu, na sababu naleta swala hili kwako ni kwa sababu katika ile chain ya kuangazia mambo haya hasa kutoka kule vitongojini, kuna machifu ambao wanahusika na wengi wamelaumiwa kwa kwao wao ndio vyanzo vya mitafaruku kuhusiana na mambo ya mashamba, kwa sababu wengine labda wakikula milungula wanakosa kuhakikisha haki imefanyika kule katika kijiji, na kwa hivyo mambo unapata yameharibika. Labda tu uniruhusu tusikilize tu sauti ya huyu bibi anavyozungumza, kisha tuweze kujibu swali hilo. Na sauti hizi nazicheza tu kimakusudi kwa sababu wenye kusikiza najua vile pia wewe unaelewa.